Akipata moja anakata hiyo vidole ya miguu ile hii kubwa ama ngumba, na ile ingine ya miguu, ya mikono ya miguu. Lakini aliposhikwa ikamrudia. Sasa nilikuwa naona ya kwamba ile jambo ambalo linatufaa na kanisa la Mungu tunaambiwa tufanye is kufanya mambo mema, doing the good things, because the things you do, the good things you do, they will bounce back still to you. Ikiwa utayafanya mema, yatakurudia. Tumesoma katika Samueli, na hapa neno la Mungu limetuambia kuhusu mtumishi ama mfalme ambaye alichaguliwa na Mungu, Daudi. Na neno la Mungu likatuelezea ya kwamba Daudi, kama vile tumesoma mstari huo Samueli wa pili, mstari huyo wa kwanza hadi wa 10. Neno la Mungu linasema Daudi alipokuwa mfalme akakumbuka wakiwa vijana pamoja na Jonathani. Kuna jambo Jonathani alikuwa anamfanyia, maana baba yake Saul, King Saul, wanted to kill David. Alitaka kuua Daudi, maana alijua Daudi amechaguliwa na Mungu. So neno la Mungu linasema ya kwamba Daudi, after all those years, Daudi akakumbuka wema aliofanyiwa. Na ndipo tukisoma neno la Mungu, aliuliza swali, kama kwa Sauli kuna mmoja yuko hai, kwa sababu nimtendee mema. Aliuliza hivyo. Hiyo mstari wa kwanza ndio ulisema kumtendea wema. Na akasema kwa ajili ya nani? Jonathani. Wale tulikuwa tukisoma Biblia pamoja inasema hiyo. Nimtendee mema kwa ajili ya Jonathani. Jonathani alimtendea mema. Jonathani alitenda tendo mzuri. Wakati baba yake Daudi alipanga mpango, when he planned to kill David, Jonathan alimwambia usipitie hapa kwa sababu baba atakuwa. Bwana asifiwe. And that akajua huyu aliyenisaidia, aliyenitendea mema, nitamtendea. Hapo neno la Mungu linasema ya kwamba alipoulizwa hivyo akaambiwa ni kama waliona ni kama hakuna mtu vizuri, maana waliangalia wakasema tu yule amebaki tu ni mmoja, na huyu ambaye amebaki anaitwa Mefibosethi. Mefibosethi ambaye amezalia amebaki ni kiwete. Si neno la Mungu limesema ni nini? Ni kiwete. Mtu kiwete, yeye alijisikia, lakini King David akasema huyo aletwe hapa, na akiletwa hapa atakula chini ya meza ya mfalme. Na neno la Mungu linasema hiyo ilifanyika, na alipoletwa alikaa hapo, na Mefibosethi akawa akikula kwa mfalme siku zote. Why? Kwa sababu ya mema ambayo Jonathani baba yake alifanyia Daudi. The good things he did, they bounced back to the family, to the son. Na akabarikiwa. You know, I was thinking of this, that mara nyingi sisi tunapoendelea kufanya mabaya ama kuwafanyia wengine mabaya ama kuwadharau na kuwafinyilia, na mara nyingi mmesikia mtu ameua mwenzake, jirani ameua, mtu ameua watoto wake, ama
Pengine unasikia ndugu ameoa ndugu mwingine. Yale mabaya unafanya, they will bounce back to you. Ikiwa utatenda mazuri, usichoke. Because when you are not alive, even when you are not present in that place, they will bounce back to you. And hiyo ilianzishwa na Mungu. Kanisa la Mungu siku ya leo, ningependa kusema hivi ya kwamba ni vizuri sisi wa Kristo tujue, asa ikiwa wewe ni Mkristo na ikiwa wewe ni mtu ambaye umeumbwa na Mungu, hata ikiwa wewe si Mkristo, ujue ya kwamba Mungu anakusudia kukutendea mema, na pia kwa sababu anakutendea mema, anataka ufanye mema. You do good. That is the way God is. When we read from the Bible, neno la Mungu linasema, we believers, sisi kama wa Kristo, God prepares us to do good. In fact, inasema, we are God's workmanship to do good. Sisi tumetengenezwa vile na Mungu ili tuyafanye nini? Mema. Na ukisoma, nitasoma mstari katika Waefeso 2:10. Na hapo kuna jambo ambalo litatuhimiza hata tutakapotoka hapa na tukiwa hapa na tukiendelea, tujue ni vizuri tutende mema. I was thinking when I was reading this passage of Ephesians, especially the 10 verses, but now I want to read one verse, which is verse 10. We are looking forward for the Christmas day, which is next week, but one. You know, it is on Monday, the other Monday, not the coming one, the other one. And as you know, that Monday, which all over in the world, what to celebrate the birth of Jesus Christ, our Lord. That doing of God was to do good. The word of God says, while we were still sinners, Christ died for us, so that we may be right with God. Ili matendo yale, sisi tulikuwa na vile vile kuna hukumu yetu ya kifo, lakini Kristo akamaliza. Na hapo ndio halimaliza hili tufate matendo yale ameweka ndani yetu mema. Na ndipo tunasoma in Ephesians chapter 2 verse 10, nasoma kwa Kiswahili, nasema, kwa maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu, tulioitwa katika Kristo Yesu, ili tupate kutenda matendo mema, ambayo Mungu alitangulia kuyaandaa tupate kuenenda katika hayo matendo mema. Hayo matendo Mungu aliandaa. We are God's workmanship, so that we may show good deeds. Because the good deeds we do, they will bounce back to us. Let us not tire doing good. Because when we continue doing good, it is blessing to you. When you continue doing bad, or I continue doing bad, it is a curse to me. We want our church, our country, our families to be blessed as the family of this man of God, King David. He did, in fact, you see the way Jonathan did. Jonathan did good, and David blessed the family through Mephibosheth. The one, Mephibosheth, the one whom we know the way he was, as we read the word of God. So may God bless us. Wakati ule unasikia hata mwili ukikuambia nisipende huyu, that is a curse leading you
to do so. Wajua akamba to asia ni wange mumena kithakame. Wale ambao ni hawakusikia hiyo lugha ya Kikamba, kuna hiyo Wakamba we say hata damu yangu inamkataa, inamchukia. So ndio tunasema ni wange mumena kithakame. And you know, when kithakame comes in Kikamba, it means just for nothing I hate that person. Whenever I meet him, I feel I should do something bad to him. See, akamba chiticho kithakame. Yani hata damu yangu yote inamkataa. We should refuse that spirit, that kind of hating somebody, that kind of trying to do bad things to your neighbor, to anyone, because it is a curse. That is God created in us that we may do good. May God bless us that we may not tire in doing good. Let us do good. Let me not tire in doing good. And God will bounce that good you are doing back to you. Let us pray. Father, we thank you for your word. We know, tunajua ya kwamba neno lako ambalo limenena nasi ni kwamba unahitaji sisi, maana wale ambao umewaokoa, wale ambao ni Wakristo, unataka wayafanye yale mema. You want us to do always what is good. Neno lako linatuambia mifano nyingi. Kuna yule Dorcas ambaye aliitwa Tabitha, alitenda matendo mema mpaka wakati alipokufa. Watu ama kina mama aliwasaidia, aliwatendea wema, wakamlilia akafufuka. Matendo mema yanaleta baraka. Na leo Mungu umenena nasi tufanye yaliyo mema. Hivyo ninaomba wakati huu ili Mungu ukatufanyie mema hata tukiwa mahali hapa na ukatuhimize kuyatenda. Tunaomba kwa sababu ya viongozi wetu wote ambao wamekuja hapa tukiongozwa ama wakiongozwa na His Excellency Deputy President, na tunaona viongozi wengi ambao umewaleta hapa, unawajua kwa majina wote. Naomba ukawabarikie, wana kazi nyingi ya kutenda, ili wajitolee kuyatenda vile Bwana Mungu wamepewa. Hii ni jukumu ambayo umepea kiongozi, ili ukaweze kumbarikia wakati ule anatenda matendo yale anatenda katika uongozi, ili nchi iendelee mbele. Ninaomba kuna viongozi wa makanisa hapa pia, na viongozi mbalimbali, na watu wako kanisa lako. Ninaomba ulibariki, inua kanisa lako, ili likaweze kuwa mfano katika matendo mema. Wengi wamefanya mabaya, wengi wameua hata ndugu, wengi wamefungia baraka ama mambo mema kwa ndugu zao ama watu, kwa sababu hawana hiyo moyo ya kutenda mema. Lakini neno lako linasema Kristo anapookoa, anatengeneza, anafanya kazi ya kutupatia sisi kutenda mema. Hivyo ninaomba Bwana utupatie haya, tubariki tunapoendelea na ibada hii ya siku ya leo. Wageni wetu na wote ambao wamekuja hapa, na kanisa lako likaweze Bwana Mungu kusimama na kuketi na kufanya kazi yoyote ile chini ya baraka zako. Baba, tufunike na wingu la baraka yako, ili tukaweze kuwa watu ambao watakuwa na hiyo njia njema ya kutenda mema, doing good. Because when you do good, the good things we do will bounce back to us. Endelea kuwa nasi na utubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bwana awabariki na awe nanyi siku yote na mambo yote tutafanya. Thank you. Asante Bishop. Basi naomba kwa nafasi hii tukaweze kuwa na matoleo ya sadaka. Naomba wale ambao wamepewa na nafasi hiyo wakaweze kujiandaa,
Na ninaomba tukichukua sadaka zetu Aic kwaya Zombe mkaweze kumshukuru Mungu kwa wimbo moja. Tufanyeni haraka tafadhali wale ambao mnahusika. Kwaya tafadhali, mmesimama kwa nini? Simuharakishe. Tunaweza kutoa sadaka tafadhali? Kwaya? Sawa. Nenda kakae nayo mahali. Nenda kakae. Utanipa hiyo kumaliza. Kidango, unakuwa karibu na ile sadaka mahali unatolewa. Utasimama pale. Utasimama pale karibu na sadaka inatolewa. Utasimama kusimama. Usiambiwe na mtu mwingine. Wote wataleta pale. Nilisema hivyo. Wacha kuambiwa na mtu mwingine. Mtu mwingine anakuambia nini? Simama pale.
Tuwapigie makofi vizuri. Basi hii ni by request ya our Nimrod, mbunge wetu. Wamama wa ushirika wa wake wa Kristo, tafadhali kuna wimbo ambao mtaimba na yeye na ninaomba mkuje mkaweze kumsifu Mungu, then kutoka pale tutaweza kwenda kwa programu nyingine. Wale ambao mlikuwa mnachukua sadaka, kama mtamalizia au akiimba malizie na mkaweze kupeana. Pitieni hapa tafadhali. Amarakishe. Wale ambao tujamaliza kusoma sadaka, tafadhali naomba tukaweze kuharakisha. Hawa wakimaliza tuwe tumemaliza kutoa sadaka zetu. Tuharakishe wale ambao mtamalizia kutoa sadaka zenu, tafadhali wakiimba wimbo huu tumalizie. Hao wanasema ni akina mama, busi wanategemea wakina mama. Ai. Sawa? Ungesema wazee na wazee. Na wazee na. Okay.
sadaka. Asante, ninaomba Dominic Amwili tafadhali ukuja uombe kwa sababu ya sadaka. Basi na tuombeni kwa sababu ya matoleo. Tunakushukuru mtakatifu wa rehema, kwa maana ewe ni Mungu ambaye umeweza kutubariki. Tunasema ni asante kwa maana vile umeweza kutubariki kwa uhai na ukatupa uzima katika miili yetu, ukatupa uhai, na Mwenyezi Mungu ukaweza kutupa amani. Pia nasi Baba uishie milele tumeweza kuja mbele zako kwa matoleo, tukatoa sadaka zetu, wengine fungu la 10, na hata Baba uishie milele kunayo matoleo kutoka kwa mashamba, kwa maana wakati huu ni wakati ambao Mwenyezi Mungu tumeanza kupata mazao kutoka mashambani mwetu. Twasema ni asante Baba uishie milele kwa kila toleo ambalo limeweza kuletwa mbele zako. Twaomba ili ukaweze kutubarikia zaka hizi, na Mwenyezi Mungu ukaweze kubariki hata na kazi za mikono yetu. Twaomba pia Baba uishie milele ili kazi yako na ikaweze kuendelea kutokana na matoleo haya, kwa maana wewe ni Mungu mwema. Sana Baba wa mbinguni, kwa maana umeweza kuwabariki watu wako kwa mioyo ya kutoa, na ndio maana Baba uishie milele tunaliinua na kulisifu jina lako. Wakati tunapoendelea katika ratiba, twaomba ili ukaweze kutuongoza katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Asante. Basi ningependa nimwalike MC ambaye atatuongoza katika section hiyo ingine ambaye ni MC wa state. Tafadhali naomba ukaweze kusongea na kutuelekeza kwa program ile ambayo imebakia. Karibu. Asante sana. Asante sana mchungaji, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Waziri ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, maeneo kavu na nusu kame na maendeleo ya mkoa, Penina Malonza, uongozi wa serikali kuu na wa kaunti, uongozi wa kanisa, waumini, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa awamu ya pili ningependekeza kumwalika mbunge wa eneo hili Kitui East, Mheshimiwa Nimrod Bai. Aui gaiwe dune kwa uongozi wa kanisa, askofu, asante sana kwa kutuongoza.
Your Excellency the Deputy President, wacha kwanza ni shukurani kubwa sana kwa ile heshima umefanya kufika hapa. Hata nikifikisha maneno hapo mimi naweza kaa chini. Wewe nimeona ukitolea watu heshima, lakini sikuwa najua unaweza teremuka ufike kiwango hiyo. Thank you so much sir. Na Mungu akubariki na abariki familia yako. Ano meitu kiliti tuongenga imubaya na mumbete kidenda mugaithie sitwani ya Yesu. Muya sio? Muya ni museyo. Mabinda onde. Asante. Tuiba. Nenda mulilikane matuku 16 mwezi wa 3 mwaka wa 2013 ila na mokie ba na mwane na dia wea na no moya ne piu wea ko iba na ngenda abo ngenda mutitu ndigathi lobi wea ko iba na mwa agenda ya kwa yambe piu nikukilia kibendela cha mundu wa mutitu kimandike Kenya mwainda taiwe kibendela ndukilia nita mandike kana tia mandika. Your Excellency, sisi ni watu tulikuwa tumezoea Deputy President. Your predecessor amekuwa hapa mara 5 times. Na sasa wewe umefuata hiyo nyayo. Mwaka haijaisha kutoka mchaguliwe na uko hapa. Ndio nilikuwa nakuambia ile heshima umetoa, hao watu wajua unaweza zoesha mtoto kitu na ukikataa kupea yeye hata ukiwa mama yake ama baba yake anaanza kukuchukia. Hao watu nilikuwa nimezoesha wao Deputy President. Sasa wajua tulikuwa na wewe mbunge, tulikuwa marafiki, lakini ukakuwa mdosi. Sasa ikakuwa kufika pale si rahisi. Lakini wewe kwa roho yako sijui Mungu tu akubariki. Ukaangalia Nimrod, ukaona ni kijana tu anakaa hivi, wacha nisaidie tu na nikae naye karibu. Na leo watu wangu wako na Deputy President vile walikuwa wamezoea. Kana atende. Anamaitu ngaidi mozeo. Kabla sijaongea mengi, tuko na wageni wengi zaidi. Na Deputy President ana nafasi ya kukaa na sisi sana. Ndio sababu nilikuwa namshukuru akuje. Rais jioni ya leo ako na kazi kuu ya kuongea na nchi. Na lazima Deputy President akue pale. Kwa hivyo tuko na wakati mchache na ile kazi kuu imemuleta ni kujenga kanisa ya Aic Zombe Township. Kwa hivyo sisi tukubaliane kama viongozi. Deputy President apotei atakuwa. Tutamtafuta, tutaongea na yeye, tutakaa na yeye, lakini kwa leo tutumie muda mchache kabisa. Ndio tumruhusu aende. Wajua ako na mdosi mmoja Kenya mzima. Hapana ako na wawili. Ako na wadosi wawili Kenya mzima. Mdosi wa kwanza ni nyinyi. Ama namna gani? Si nyinyi ndio mdosi yao ya kwanza. Na mdosi ya pili ni William Ruto. Sasa akimaliza kazi ya mdosi ya kwanza, sinaweza mruhusu aende akimbie afanye kazi ya mdosi wa pili. Haraka. Tutamkubali aende asaidie mdosi wa pili. Kwa sababu sisi tuwaweka hapo. So nataka tupige ratiba. Wale watu hamtafuata nafasi. Jamani, msisikie kitu kwa roho. Mdosi, si uko na sisi? Anytime tukikutaka tutakuja. So tu agree hivyo kama viongozi. Tuko na viongozi wengi ambao ni wako ndani ya serikali ya William Ruto. Na nataka tuanze hapo. Adumeitu pe nena makasi ya kana serikali ya William Ruto. Dina akamba. Suo mukambo ni mwana ngalizi onze. Siande Deputy President ni kwa deno itatu. Ile ngisio nze neziana siya akamba. Siande kitu ni serikali ya William Ruto. Ikuitwe ni makale madhito thitha. Siana sima weyane manene. Kana atende. Actually boni murodi no nyene ngali ngure nyoga. Na yone yenu. Kana atende. Na ndiuzo wabe mundu wa Kitui tukwenthi. Yuzo wa idio ndetwa ikara talika. Kana atende. Kwa hivyo Your Excellency utaniruhusu niite waziri kwa sababu hiyo kazi nataka atufanyie yeye mwenyewe.
atambulishe viongozi wote wale wako kwa serikali ya William Ruto, kutambulishe tuje wajulikane. Alafu tukitoka hapo ndio nitapea MCA wa hapa atusalimie, aonyeshe ma MCA wengine, alafu wambunge tufanye, alafu nitarudisha kwa waziri, ndio sasa kama hako na jambo ya kusema aseme, alafu aukaribishe Deputy President. Welcome Mheshimiwa Madam Penina. Asanti. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Asanti, Your Excellency. My duty is just to introduce to you those who have been employed by the government of Kenya. And Your Excellency, I must say, hii county na tuko na viongozi kutoka Makueni. Kwa hivyo ninapowaita si wale tu wa Kitui, lakini tumechanganyika, manake wamekuja na ni viongozi. Tuko naye Honorable Regina Ndambuki, ninapokuita karibia hapa kwa haraka ili naibu wa rais aweze kukuona. Huyo ni chairperson wa Tanathi. Tuko naye Engineer Maluki, huyo ni chairperson wa National Irrigation Board. Ako hapa pamoja nasi. Tuko na Engineer Muasi ambaye ni CEO wa National Irrigation Board, na Your Excellency, huyu ndiye kijana wetu wa mwisho katika ma-CEO. Tunakushukuru sana. Tunajua ilikuwa ngumu sana. Kuweka wakamba wawili mahali mmoja si rahisi. Tuko naye Deputy Ambassador China, Madam Mwendendile, ako hapa, msichana wetu. Tunamtuma kule Uchina. Tuko naye Fred Mutati, chair wa SESA, yuko hapa, kijana wetu kutoka Makueni. Tunakushukuru. Tuko na Commissioner Judiciary, Madam Karo, ako hapa, msichana wetu. Tuko naye Commissioner Muasia, sijui kama amefika, Commissioner wa Revenue Allocation, ambaye aliwania kiti ya MP pale Kitui West. Tuko naye Honorable Patrick Ngere, ambaye ako katika board ya tourism. Your Excellency, uliponiweka huko siku suba, huyo tulimweka kama director. Tuko naye Jennifer Mwangangi, ambaye alianzia kwa Kenya Wildlife na sasa yuko kwa Hustler Fund akiwa ametoka Kitui. Tuko naye Kiema Mwandia akiwa ameweka katika Tanathi, ambayo rais, unajua wewe na Halis Waome, Mheshimiwa naibu rais, mlitusaidia sana kwa huyo kijana. Tuko naye Joel Kinywa, ambaye alikuwa ni ahadi ya rais wa Jamhuri ya Kenya alipotembelea Siambiu. Ni kijana lawyer, aliwania kiti ya MCA kule na rais juzi wa mwisho akamweka kwa board. Tuko na Dr. Joseph Zomoi, ambaye anatoka hapa. Mheshimiwa naibu rais, mimi niliulizwa na shirika la United Nations Travel Organization ambayo ni global, huyo atasimamia Afrika mzima, akiwa ametoa mtu wa Egypt. Kwa hivyo Kenya iko ndani. Tuko na Professor Mwavu Benedict, yuko hapa. Zomoi ndiye huyo ambaye sasa ni global Afrika mzima. Tuko na Professor Mwavu, Your Excellency, huyo ni wewe ulieka kwa kiti ukiwa umenipigia simu. Huyo ni Vice Chancellor Technical University. Tuko naye Engineer Mauta, ambaye ni wa hapa, na Mheshimiwa Nimrod Mbai alisaidia huyo, ambaye ako kwa bodi ya ICT, anatoka hapa Zombe. Tuko naye Mheshimiwa Honorable Boni Musambi, Director Presidential Communication, akiwa aliwania kiti ya MP pale Kitui Central. Tuko naye Honorable Banda, ambaye anatoka Kitui Central, Financial Advisor, Office of the President. Tuko na nominees watatu wa chama chetu cha UDA, wa mama watupu. Tuko na Deborah Kadharu kutoka Kitui Region. Tuko na Maua kutoka Mwingi Region, and to be specific, Mwingi West. Na tuko na Mama Florence kutoka Tharaka Minority, walipewa kiti. Na vile vile tuko naye PS Jonathan Muweke kutoka hapa county yetu.
tuko naye Terry Mbaika, our PS kutoka Makueni. Na Your Excellency, hii lazima niweke kipendeleo. Huyu mwanadada ako kwa ofisi ya naibu wa rais. Huyu amekaa hapa. That is called presidency office. Huyo PS yako ndani pale. Mnajua mweke yuko kwa livestock. Na vile vile mnajua niko hapo. Lakini kabla sijaenda, tuko na Veronica Nduva kutoka Machakos. Tuko na Commissioner Johnson Mudhama kutoka Machakos. Tuko na Kas. Tuko na Damaris Kemri yuko hapa. Tuko na Dorcas yuko hapa. Kera yuko hapa kutoka Mwingi. Tuko na Dr. Mulwa Kemsa yuko hapa. Tuko na aliyewekewa siku moja kwa gazeti tukaambiwa atakuwa Kas yuko hapa Mbaluka. Na tuko na Vincent kutoka pale tuko na Vincent Munyaka kutoka pale Machakos. Mheshimiwa Naibu Rais, tunaomba hawa wawili Kas Baluka na Kas Munyaka, wakati kesi itaisha mtuangalie hawa vijana wetu, ni wazuri zaidi. Na tuko na CS Alfred Mutua kutoka Machakos County. Na nikimalizia, niko hapa you are only CS Malonza, Penina Malonza. Na mheshimiwa niseme asanti. Katika Angela, unajua nakumbushwa pia wale niliweka kwa kiti. Angela yuko hapa, nilimweka kwa KICC. Andelina KICC. Mulwa wa kule Makueni KICC, yule mtoto wa Munyao. Alikuwa MP wa kule Makueni. Tuliwaweka na nikaweka wengi sana. Kwa hivyo nakumbusho pia Kawaya, wacha kuwa MP wa Mwala, ulimpea uchairman wa Ukambani na vile vile Secretary General wa region hii yetu. Tunakushukuru. Hiyo ni heshima kubwa sana. Tuko ndani ya chama, ndani kabisa. Ningependa tu kumalizia hapa. Ndio wangwana wamepata kazi. Jamani, tuko ndani ama tuko ndani ya serikali? Na mheshimiwa pia ni kushukuru Regional Commissioner wa Nairobi, ni kijana wetu Kate kutoka hapa Kitui Central. Tunakushukuru. Na tutakuhesabia wote, karibu wanafika 100 kaunti zote 3. Asanteni. Narudisha kwa Nimrod Mbai. Waziri ni wako na muzeo. Waziri anafanya kazi mzuri. Na hiyo kazi yote, imagine vile tulikuwa tunasukumana. Mimi nilikuja hapa nikaweka makaratasi ya yellow na picha yangu, nikasema UDA kanatende. Na sisi watu wa Kitui East tukakubali. Na Wakamba wengine wote ikakuwa ni ngumu kukubali. Lakini hata hivyo William Ruto, Rigathi Gachagua wakaamua lazima sisi kama jamii ya Wakamba tukue kwa serikali. Mumeona tuko kwa serikali ama tuko kwa serikali? Waje tutoke huko mbali, tukuje Kitui East. Dr. Zomoi mmemuona, fahamu iteka Matinga, kana rende. Jimmy wa Mauta ni director suo kumeendau Malalane, kana rende. Tikana Kaido mundu kwitwa Kiema wa Mwandia kuma bo, kana rende. Kuwa Kaluase ni director. Na Your Excellency, Kitui East, wajua sisi ndio tulikuwa mbele. Hapa ndio headquarter ya UDA Kitui County. Hapa ndio headquarter ya UDA Kitui County. MCA hapa ni UDA, pale next ni UDA, MP ni UDA, President ni UDA. Hapa ndio headquarter ya UDA. Na kwa sababu niko na watu wangu hapa, tutaelewana mimi na wewe. Na kwa sababu hata watu wengine wote wakikataa, hawa wako na nyuma ya William Ruto. Kukue kugumu, kukue kubaya, sisi tuko na amani. William Ruto hii nchi ataongoza mzuri. Na kura yetu iko kwake. Na itakuwa kwake.
Tuko na wasomi hapa wengi Kitui East, Your Excellency. Hapo tutaongea. Hapo mpaka tuongee. Kana natenda na maido. Tio tuongeli lwando. Andu ama atalo bahati ingi muno. Kundu kuta kunwa kura. Na bagiru ndira kunie kura. Ithi te kwaze mundu abutwe. Kana natende. Te kwaze mundu abutwe. Lakini tuongelwa kaindo. Kana natende. Eba mwidu faith kithele. Ithi onde tuweze faith. Nenda tuambebo, Your Excellency, yule ni msichana wa mchungaji. Na ni muimbaji mkuu wa Ukambani. Na nimeona wasanii wakiwa recognized. Sisi leo kwa sababu tuko kwa kanisa, hatutakupea mtu wa siasa, hatutakupea mtu wa mambo mingi, tunataka kukupea mtoto wa pastor, muimbaji ya nyimbo ya sifa, na kuombe kama baba yetu, na huyu anakaa mtoto yako. Huu kichunga hawa mama wa Ukristo hapa tumeimba na wao. Uweke mahali tu akaange hapo kwa mataire. Sio na vile tere na ngara. Wacha nifikishe hapa kwa sababu unajua. Na tunajuana. Huyu Excellency wacha salimia mdosi. Wacha nikupatie uende na yeye. Kana atende. No kuzaza no dokumenta kana dokumenta. No dokumenta kana dokumenta. Na ndio uzuku mange. Achungaji si hii ni mtoto wa mchungaji. Mchungaji kidele. Na akipata kitu kwa serikali kuu, sisi tutakuwa mbele. Hao wachungaji pia Your Excellency wamekubali uchukue hii mtoto wa mchungaji uchunge. Na hata mama first second lady tunajua ni mchungaji. Hata ile mambo yake ya kuhudumia vijana na pombe na nini, akiwekwa hapo asaidiange hiyo kazi anaweza. Mwenda taiwe. Wacha tutoke hapo. Nikubali niite mbunge wa hapa MCA, Mheshimiwa Malinga Laban, kijana eta wangala ngala jao. Mheshimiwa Malinga, nataka uwaite MCS hapa wasiongee, wafanye kuinua mkono, useme jina yao ama waseme tu bila kuongea kwa sababu ya masaa, na labda wewe tu useme kitu moja peke yake. Na ndio hizo kana kwangu ndukaanzie kutokuwa ni maneno hapa. Thank you. Kupitia kwa naibu rais, waumini wote siku ya leo, acha niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Moya ine musyo. Na mabinda onze. Anundu mwenende na wanena. Nenda kuita MCA Monze. Nataka kuita MCA wote wale tumeandamana na wakuja hapa ili tukaweze kufanya introduction na tuharakishe. And Your Excellency bakikuja, sisi ni watoto wa Nimrod. Sisi wote. Mimi nilikuwa PA wake. Huyu tulikuwa naye kwa ofisi, anaitwa Mameni ama Musyoka, na huyu mwingine anaitwa Kasele. Tulikuwa nafanya kwa ofisi moja. Asante. Kupitia kwa naibu rais na waumini, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Mheshimiwa Joseph Musyoka ama Mamen. Nimechaguliwa wadi ya Nzambane Kitui East. Nilifanya kwa ofisi ya CDF ya Mheshimiwa Nimrod Mbai kama kijana yake ya mkono. Tunashukuru sana naibu rais kwa maana umemchunga Mheshimiwa Nimrod, na tunakuombea baraka za Mwenyezi Mungu kila wakati. Maandiko ya Biblia imesema hivi naibu rais. David akauliza, yupo mmoja kwa nyumba ya Sauli ni mtende wema. Hiyo maandiko ilikuwa ya watu wa kitambo sana ya Biblia. Leo King David hayuko. Leo ni Mheshimiwa Ruto na wewe Rigiji. Na nyinyi mnauliza, yupo mmoja Kitui County wa nyumba ya imani ni mtendee wema. Angalia kwa mkono yako ya kushoto. Yupo Nimrod Mbai Kitui County ambaye ni wa nyumba ya imani. Watu wa Kitui tutendee wema kwa niaba ya Nimrod. Asanteni sana. Asante. Naitwa Mheshimiwa Aaron Kasele, MCA Mutito Lick Ward. Nimechaguliwa na chama ya UDA. Tulikuwa nafanya na Mheshimiwa Nimrod Mbai. Mimi jina ya pili naitwa Mheshimiwa Rigiji. Mimi jina ya pili naitwa Kiu. Shida ya maji Kitui East na sana kwa ward yangu. Najua Mheshimiwa Nimrod tutakuja naye kwa ofisi yako siku moja. Sisi utupee tu ile trailer moja ya pipes. Tuende tuunganishe maji tuko nayo, lakini extension ndio hatujafanya. Mheshimiwa, tunaomba na tunakushukuru sana. Asante. Jina tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, majina yangu ni Annabel Ndilo. Mimi nimeteuliwa huko
kama diwani wa chama cha UDA Machakos County, na sisi Machakos County tumefanya kazi na wewe. Kwa hivyo wana Kitui ya kamba tuthukumei na serikali, barikiweni sana. Asante sana Naibu wa Rais Gachagua. Jina langu naitwa Siambutura Karigi kutoka Tharaka, nominated wa UDA. Your Excellency, mimi naitwa Mheshimiwa Paul. Your Excellency, my name is Honorable Paul Maluki, MCA elected Kitui West under UDA. Na mimi wale wamechaguliwa wa UDA ni watatu. Ni mimi, hawa wawili wa Kitui East, na mimi nawakilisha kule Kitui West. Sasa nilikuwa na jambo moja tu peke yake. Wewe ukiongea kwa sababu uko na uwezo. Nimetoka Kitui West nikuje kusema jambo hapa. Useme tu ambie mtu ya stima apeane transformer hata kama ni moja iende huko kwa ward yangu, nitashukuru sana. Thank you so much. Kwa Naibu wa Rais, majina yangu kwa Rais wa Kenya na mwambie Deborah ameshukuru. Asante sana. Asante. Na mimi majina yangu naitwa Malinga Mwenyao, MCA ward inaitwa Zombe Mweteka. Hapa tuko na nimechaguliwa na chama tawala ya UDA and I'm the whip of the party to the Kitui County Assembly. Your Excellency, sisi leo tuko na furaha mingi kwa kupata nafasi kuja hapa, na kwa sababu dakika yangu ni moja, I just want to say one thing, Your Excellency. Sisi vile umesikia, sisi ni watu wa serikali, na Your Excellency wewe najua ni mtu wa kuongea ukweli kuhusu shares. Kwa sababu sisi tuko kwa serikali, Your Excellency, kumbuka hii barabara kutoka Choloni mpaka Mweteka. Hiyo kufanya hiyo usikuwa na wasiwasi, hii wote tutakala UDA, na nakuhakikishia tutaongeza wabunge wa County Assembly ya Kitui. We are targeting to have 20. We want to have the majority in the assembly. So thank you so much. Mungu akubariki na kuonekania. Asante. Asante sana Mheshimiwa Malinga na MCS wetu. Your Excellency, umeona sisi tuko na shares. Kitu hii tuko na shares. Ukusema ukweli. Andoange model lo shares hizi tena shares. Kana atende? So hii shares yetu hata nadhani tumeshinda some counties in Central na Rift Valley. Kuna makaunti tumeshinda, yani constituencies ambao tuko mbele yao kama Kitui East. Kwa hivyo mkihesabu West Rift Valley, mweka Kitui East hapo, alafu unakuja Central, ikisha unaanza wapi? Sisi si kama Kiambijebo kwa Regina. Haya. Your Excellency, kabla sijaita wabunge, nafurahi leo niko na marafiki wengi. Na niko na rafiki mmoja wa nguvu, my neighbor, my mother, mwitu ambaka nya nendange kalanzi nyane ngukwita eta warecho nyamai ulombundi ziaza muno. Lakini niruhusu Your Excellency, wakati niliingia UDA tulikuwa na wewe peke yetu, na tukaruka tukawekwa ile kamati ya kutafuta chai ya mbunge, kwa sababu sisi tumeonekana tuko ovyo, tunafuata Ruto, tumewacha ile mrengo serikali inataka. Na nikakuwa Kitui peke yangu nikiongea UDA. Na nikakuja County Assembly ya Kitui, wale sitting MCS by then, tukaongea. Na Mungu akanisaidia, nikaongea na whip wa yule jamaa alikuwa minority leader. Nikaongea na yeye, tukatafuta ma MCS 16 wakiwa sitting. Tukaenda kwa Deputy President William Ruto. Na wakakubali kufanya kazi na UDA. Overnight, Nimrod nilikuwa peke yangu kama elected leader kwa chama ya UDA, nikapata timu nyingine ya watu 16. Na hao watu wako hapa, naomba wasimame. Wale watu turiruka na wao kuingia kwa UDA wakiwa kwa viti zao elected MCA. Ile shida iliingia Your Excellency. Watu sijui ni kukasirika, watu sijui ni nini, jamaa wote walienda nyumbani. Wamewacha viti yao, wamekuja kusaidia rais,
lakini wote wakaenda wapi? Nyumbani. Kuna mwimbaji mmoja hapa anaitwa Ken wa Maria, anaimbanga na pastor mtanikubalia, no waiyenzo wimwenene ngayani anamana ngatsemba. Yani aliua ndovu moja kubwa, akatosha nyama na akakimbia. Your Excellency, wa jamaa walipoteza viti yao. William Ruto Price wetu anawajua by name, ako na namba yao, na tuliua, hata kama walipoteza, tuliua ndovu moja kubwa ambaye hata yesi isha. Kwa hivyo wao wazee, Your Excellency, kwa hiyo ndovu hata kama walipoteza, bage kuja hapa, kwa sababu huyu ndiye alinisaidia na wazemba na kutakana mwana anginezi. Wacha nipatie katika lenzi, wacha nipatie huyu ile dakika zangu, tuchukue 2 aseme kitu juu hao wengine, alafu sasa tusonge. Na mwanene nuendete mbage ndukete mbage ba. Thank you, Your Excellency, the Deputy President, Rikiji, our CS Penina Malonza, waheshima wale wengine wote tuko hapa. Mimi nataka nimalize dakika moja tu peke yake, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kwanza ni kushukuru kwa sababu hii ni mara yako ya 3. Mara ya kwanza ulikuja pale town na rais wetu tukachangia kanisa ya AIC. Bishop namuona hapa Mwendo, tulikuwa pale tukachangia hiyo kanisa. Ukakuja tena pale St. Charles Lwanga, tukachangia shule bas. Simumpigie makofi. Tena naibu wa rais ndio huyu hapa Kitui. Tena tunachangia nini? Kanisa. Jana ulikuwa Kisii ukichangia tena kanisa. Mungu akubariki naibu wa rais kwa kazi yako nzuri. Vile umesikia Mheshimiwa Rais, na utakuwa naibu wa rais, sisi tulifanya kazi ilikuwa ngumu, na Mungu ametusaidia hata vile tunaweza kuja tusimame mbele ya kanisa. Tulikuwa hata hatuwezi ingia kwa makanisa, tulikuwa tunaogopwa, lakini Mungu akatushika mkono. Saa hii tuko mbele ya kanisa tukishukuru Mungu kwa sababu alitusaidia tukapata hii kura na William Ruto akakuwa rais. Ingawaje Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko na wale tuliungana na wao, na hiyo si maneno ningependa hata niongee hapa, kwa sababu tulingangana tukiwa wachache, na watu wengine unaona hawajafika hapa kwa hii harambee, na hii ni harambee ya kanisa. Hao watu hawaendi kwa harambee, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Sisi tu ndio tunaenda kila mahala, tuko shule, kila mara tuko kwa kanisa tukichanga. Hautawaona. Ndio ambao wametufanya tumekwama namna hii. Mheshimiwa, saa hii tuko na formula. Huyu Nimrod ameshinda hapa Kitui East, na watu wa Kitui East nataka niwashukuru. Mara ya pili sasa. Na anashinda na chama unpopular. Alishinda na Jubilee, akarudi tena akashinda na UDA. Ni ukweli? Saa hii tumepata formula ya vile tutachukua hizi viti. Ile kitu tunahitaji tu ni sisi tukufuate mwongozo wako na wa rais wetu, tupige siasa safi, chama ya UDA inawiri. Na sisi tukiwa na Nimrod hapa, Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, na kuambia sisi tutaleta zile kura. Umesikia Mheshimiwa Malinga hapa akisema. Saa hii vile tunavyoongea hapa, hii chama unasikia Wakamba wakisifu kila mara. Hapa iko na wambunge 3 peke yake wa MCA. Tumeanza kuisambaratisha. Hapa Kitui South kwa Mheshimiwa Recho iko na MCA, iko na MCA mmoja peke yake out of 6. Tumeanza kuimaliza. Mheshimiwa Recho ndio huyu ako pande yetu. Kwa hivyo sisi tunakuomba uendelee kukuja. Nimesikia tena February uko huku tena. Kwa hivyo tunakushukuru. Na mimi nawaambia Wakamba, tuache kuuliza mtu direction ya choo ni wapi. Saa ile tunahara. Mnanielewa? Mtu anahara aulizi mtu. Unajua they say mtu amekazwa na kuhara, uwezi ukaenda kuuliza yule stama. Mnajua stama? Direction ya choo ni gani? Kitambo akuambia wewe umekwama na umefanya hiyo mambo ingine kwa nguo. Kwa hivyo huyu mtu tumekuwa tukifuata, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Huyu mtu ametukwamisha miaka 15.
Sasa ndio tumekuja kupata kumbe huyu mtu wetu ni stama upande wa siasa. Ajui hii state house iko pande gani. Sasa tumepata huyu jamaa wetu ambaye is not a stama in politics, na tutamfuata na atatuonyesha njia kwa haraka tusifanye hiyo maneno. Kwa hivyo nashukuru sana. Karibu tena Mheshimiwa Naibu wa Rais. Asante. Thank you. Your Excellency, hakuna mtu mwingine ataongea sasa. Tumemaliza ma story. Tuko na wabunge wengi ambao wako hapa. Ningewaomba wabunge tukuje ndio tusalimie mdosi, jina, mahali unatoka, basi to save time. Na nitaanza na Recho kwa sababu ndiye jirani yangu, alafu afuatwe nani ako karibu na mimi tena. Kuna Recho bene ngome akuga ni nyane mwetu amba kanya. Asante sana Mheshimiwa ambaye, Your Excellency the Deputy President, our Cabinet Secretary Penina and the PS and all colleagues who are here. Mimi nitasema maneno machache. Kwanza nashukuru sana kwa kuwa na wewe hapa leo. Nashukuru ya kwamba umeniahidi ya kwamba utakuja kule kwetu Motomo. Na sisi tunakungojea kwa hamu sana. Mwezi wa pili ama wa tatu. Your Excellency, mimi nimefundisha huyu kijana siasa na unasikia vile anazinyorosha. Hata mimi nazinyorosha namna hiyo. Na ninataka kukupatia assurance ya kwamba unapohesabu watu wako, nimesema hivi siku nyingine na nyingine, mimi niko kati ya serikali ya William Samoei Ruto pamoja na wewe Deputy President. Kitu ya pili ni kwamba shida zile unaziona hapa Your Excellency ni hiyo maneno ya maji, na support sana hii barabara kwa sababu imekaa muda mrefu haijapata, na wakati ule utakapokuja kule kwangu pia utaona mambo ni yale yale. Nashukuru waziri, nashukuru mheshimiwa, tumeweza kupata pesa kidogo ya maji vile ambavyo umesikia hapa imepatikana kidogo, hata huko Motomo tumepata. Your Excellency, before I sit, I would like to declare my interest in Faith Kidhele. Faith Kidhele, we went to school together. She is extremely hardworking and she can give a lot of support to you and the president. And Your Excellency, itakuwa vibaya kwangu kuketi kabla sijasema hapa kuna kijana ambaye aliomba kura ya UDA kwangu. Mimi nilikuwa kwa Jubilee na ninataka kushukuru ya kwamba rais ameturudisha kwake na sisi tuko hapo na tutamshikilia kabisa. Lakini Your Excellency, allow me with a lot of humility to introduce this young man. Please come, engineer. Kila mundu ndakuyo wake neneneka na imwa kuita engineer wakwa. Your Excellency, this guy is an engineer. He worked with Kenha. He ran on a UDA ticket in Kitui South. He worked extremely hard, and I would like, as you consider everybody else, Your Excellency, consider engineer for me, so that he can get something to do to feed his children. And lastly, mimi mdomo wangu, tangu niingie kwa bunge, kura yangu napiga kwa William Samoei Ruto kila wakati. Na nataka kukupatia assurance, wabunge wale wengine wa Jubilee, wale wametushinda ni 3. Wale wengine 25, Your Excellency, wanaweka kura yao kwa president na wewe, na tutakushikilia. May God bless you. Thank you. Waheshimiwa, mtanikubalia sasa maneno imeisha. Recho akiongea, ma-MP huku aongeange. So utakuja useme she's my mother. So wacha nianze hapa kwa mkono ya hii mdosi ako karibu na mdosi. Kuja Mbazu. Hizi ni Mbazu. Si apigwe makofi jamani. His Excellency the Deputy President, Waziri, Kanisa na Wakamba Mwazeo. Asanti sana. Mimi kwa majina ninaitwa Jafeth Mokaya Nyakundi, mbunge wa Kitutu Chache North kule Kisii na mweka hazina wa chama tawala cha UDA. Kwanza kabisa ningetaka kushukuru
mapasta kwa sababu ya neno ambayo wametupa siku ya leo ya kusema ya kwamba tuweze kupendana, tuweze kushirikiana na tuweze kufanya kazi pamoja. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mwaliko wa Mheshimiwa Nimrod Mbai na naibu wa rais. Yeye ndio nimezindikisha kuja hapa kwa sababu ya kuja kujenga kanisa ya Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Hagai 1:4 inasema ya kwamba tumejenga nyumba nzuri lakini tumeacha nyumba ya Mwenyezi Mungu ikiwa hoe hai. So leo tumekuja hapa kuhakikisha ya kwamba tutajenga nyumba ya Mwenyezi Mungu na itaisha kwa imani ya Bwana. Ya pili, ningetaka kuwashukuru watu wa Kitui East kwa sababu ya kutupa huyu kijana ambaye anaitwa Nimrod Mbai. Kwa kweli mimi nimeona ya kwamba nyinyi watu wa Kitui East mko na shares. Na shares zenu ziko sawa. Kwa hivyo naibu wa rais, wakati wanapanga ile shares ya Mount Kenya, Rift Valley, ile ya Kitui East weka hapo katikati. Na kwa kweli hata naibu wa rais na rais nimeona amewapanga vile Penina Malonza amesimamisha wafanyakazi wa serikali hapa amewapanga sawa sawa watu wa Kitui. Na mimi nataka kuwaomba watu wa Kitui East tuweze kushirikiana na serikali. Tuweze kufanya kazi na rais na naibu wa rais. Na mimi nataka kuwahakikishia hii serikali ya Kenya Kwanza ni serikali ambayo inajali maisha ya Mkenya. Na hakuna serikali ingine ambayo itaweza kubadilisha Kenya hii kama si hii serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo mimi ningetaka kuwashukuru sana. Na niambie huyu Mheshimiwa Nimrod, wewe nataka leo nikushtaki kidogo. Kwa sababu wewe unasumbua naibu wa rais sana. Kila wakati huyu jamaa yuko kwa ofisi ya naibu wa rais. Kila wakati anaomba barabara. Kila wakati anaomba stima. Kila wakati anaomba maji. Tafadhali toeni huyu jamaa mrudishe yeye hapa nyumbani. Si arudi nyumbani? Ama nyinyi ndio mnatuma yeye? Nyinyi ndio mnatuma yeye? Naibu ya rais basi huko na kibarua sana. Sasa itabidi utafutie yeye room hapo huko Karen, yeye pia akae hapo karibu kwa sababu anasumbua yeye sana. Lakini kama ni nyinyi mnatuma yeye, wacha aendelee kuwaletea maendeleo. Si ndio? Ya mwisho kabisa, mimi ningetaka kuwaomba na ningetaka kuwaambia Wakenya, mimi nataka muwe na subra. Kwa sababu ile kazi ambayo rais na naibu wa rais wetu yuko hapa siku ya leo anaendelea kufanya, mambo yanaendelea kuwa sawa. Mnaona bei ya unga sasa imerudi chini kutoka 230 mpaka 140. Bei ya fertilizer ilirudi kutoka 7,500 mpaka 2,500. Na vile mambo yanaendelea kuenda, mimi nataka kuhakikishia Wakenya mambo yatakuwa sawa sawa. Mnanielewa? Mambo yatakuwa sawa kwa sababu wamepanga mambo ya elimu, maneno ya JSS, maneno ya CBC, hata pesa ya watoto wetu wa university. Watoto wetu wale ambao wako mafukara kabisa, wazazi wataweza kupata scholarships ili watoto wetu waweze kusoma. Kwa hivyo mimi nawaomba tuweze kuwa na subra, tushirikiane na rais na naibu wa rais, na kwa uhakika mambo yatakuwa sawa. Kwa hayo mengi na machache, Mungu awabariki sana. Na kwa hivyo ya mwisho kabisa, kabla sijatoka, niko na salamu ya Kawaya ambaye ni organizing secretary wangu wa chama cha UDA. Na mimi nawaomba, nataka tuanze kuzoeana. Munizoe na mimi niwazoe. Kwa sababu hii maneno ya UDA ninakuja hapa tuendelee kupangana na Nimrod. Si ndio? Mnakubali maneno ya UDA? Mnakubali maneno ya UDA? Arambe! Arambe! UDA! UDA! Mungu awabariki sana. Haya, kuna mdosi next kwa huyo rafiki yangu kuja, lakini sasa huyu amekula masaa yako. Asante sana Mheshimiwa Nimrod, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, waziri wetu na viongozi wote, bishop na watumishi wote wa Mungu. Kwa majina ninaitwa Zahir Janda, mimi ni mbunge kutoka
Kisii Nyaribari Chache constituency. Kwa sababu ya muda sitasema sana. Ninataka tu nishukuru serikali hii yetu ya Mheshimiwa Rais William Ruto na naibu wake. Ninataka kuomba wananchi wa Kitui, tafadhali muwe patient. Niko na imani hawa viongozi wawili wetu ambao tuko na wao watatupeleka vizuri kwa masuala ya maendeleo. Kwa sababu ya muda, asante sana na tutarudi tena hapa Kitui. Asante sana. Meja Dong, huyu jamaa ni kuelezea mambo yake mtaanza toroka kanisa. Huyu anasema niwache kuharibu. Ni haribu? Kidogo tu? Nitengeneze? Ile mungiki yote iko town inapigianga huyu jamaa kura. Hii ni mtu wa Nairobi katikati. Ukipoteza kitu Nairobi, nipigie simu nimpigie utapewa. Asante sana, Your Excellency the Deputy President, the church leadership, our cabinet secretary, all protocols observed. Mungu ni mwema. Akaba moya seo. Kwa majina naitwa Meja Donk, Benjamin Gadhiru, mbunge wa huko Embakasi ya Kati. Embakasi ya Kati ni huko Kayole. Kama vile Nimrod amesema, Nimrod tumekuwa na yeye hiyo bunge ingine. Na nyinyi watu hapa ni wazuri, mkarudisha tumekuwa na yeye tena bunge. Ile wakati Nimrod alikuwa na shida kidogo. Ile ya stima. Ile ya stima. Hao watu uliona hapo wote ni mimi nilikuwa nimemsaidia na wao. Na sasa anakuja kujianika. Kwa hivyo mimi nawaomba wote leo tumekuja kusidikisha our deputy president na Nimrod tusaidie kujenga kanisa. Mimi ombi langu kwa watu wa Ukambani. Tushikane mkono, tusupport serikali na mnaona maneno inaanza kwenda mzuri polepole. Si inaanza kuwa mzuri. Mimi najua mkishikilia hii serikali tukifika pale mbele hata hakutakuwa na maneno kwa sababu kila kitu yote itakuwa imerekebishwa. Na sababu naona mjumbe wenu wako busy, nataka na mimi nichukue hii nafasi nikaribishe mjumbe mwingine mwenzangu. Karibu mheshimiwa. Haya, huyu mjumbe ni rafiki yangu, anaitwa Mheshimiwa Kivai Kagezi kutoka Vihiga, Bazuu mwenyewe. Sema Bazuu mwenyewe. Karibu Bazuu. Asante sana Nimrod. Hapa si Kayole. Our Deputy President, Your Excellency Rigathi Gachagua, waziri wetu Penina Malonza, viongozi wote ambao wako hapa wakiwamo wenzangu colleagues na kanisa letu tukufu. Nasema hamjambo. Vile mmeambiwa kwa wabunge wote ambao wako hapa, mimi ndio nimetoka the farthest. Mimi naitwa Kagesi vile mmeambiwa na mimi natoka Vihiga. Vihiga ni karibu na border na Uganda. Na nimesema leo nikuje let the west meet the east. Ndio imenileta hapa. Mimi nashukuru sana Deputy President, wewe unakujanga kwetu, tunakujua sana. Na kitu ya muhimu, huyu jamaa ndiye amenialika kuja hapa. Mimi sijui jina lake, namjua kama chairman. He is our chairman of one of my committees na ni mtu naheshimu sana. Juzi amekuwa kwetu. Na wakati alikuwa kwetu wanampenda sana huko kwetu. Waliniambia huyu akitafuta kura anaweza nipatia shida because walisema wanasumbuliwa na stima. Na wamenituma mara mingi. Wanasema mimi ni muoga. So wanasema wananitumanga kwake mambo ya stima. Ingine simwambiangi. Mimi niko hapa kuja kuchangia kanisa na nashukuru sana Nimrod kunialika kuwa kwa kikao kama hivi. Na bila amenisimamia siwezi ongea, nitaongea kwetu. Asanteni. Thank you Excellency. Nashukuru waheshimiwa kwa kuchukua nafasi chache zaidi kuongea mambo yao. Your Excellency, kuna watu wanataka kunitandika, watu wa Makueni. Wanasema wamepewa blackout. Kuna mtu wa Machakos ameongea? Nani? Hakuna mtu wa Makueni?
Haya, Terry. Your Excellency, the Deputy President and my boss, Waziri Malonza, all protocols observed. I want to take this opportunity to appreciate you for coming to Kitui. And when my boss is around, I'm very sure he's going to talk about everything. But allow me, just for purposes of our people in Makueni, to invite Mbaluka to speak for my 1 minute. Please, sir. And of course, introduce the others. Thank you very much, Deputy President. Baitundia za mwaseo, kwa rugeze siiba atumie Makueni, mwaseo. Asanteni sana. Mimi sitachukua muda. Kwanza ningetaka kuomba wale watu ambao tulitoka na wao Makueni, mkuji hapa mbele, ni watu wa siasa. Na wakiingia, I'll speak one thing. Your Excellency, pale kwetu Makueni, hiyo wakati Nimrod amesema kulikuwa kugumu. Sisi baada ya siasa tumekaa chini, tume-restrategize na tumepanga vizuri. This coming election, watu wa Makueni watawashangaza. We will lead in votes. Sisi kule kwetu tumejipanga. Yule alikuwa namba 2, namba 3, namba 4 in every constituency. Sasa wameshikana pamoja na wanasema mahali kura zetu ziliendea na kura za president. Kwa hivyo we want to assure you, Deputy President, next time kura zote zitatosha, na ningeomba Mheshimiwa Kisoi amalize kwa kuwasalimia. That was the order. Wacha tu ili amalizie introduction. Your Excellency, the Deputy President, mimi naitwa Mheshimiwa Kisoi Monyao. Nilikuwa mjumbe wa huko Mbooni 2013-2017. Kura zangu kidogo ilifanyiwa ile kitu, sababu nilianguka lakini na 26,000 votes. Nataka kushukuru Mheshimiwa Nimrod ambaye ni rafiki yangu sana. Wakati aliingia mbunge alikuwa rafiki yangu. Huyu Nimrod, ile kitu tumefanya hapa watu wa Makueni, ukiangalia delegation yote, tumekuja kufanya benchmarking. Tuangalie huyu mwanaume ni nini anafanyanga hii left, right and center, ameweka mjumbe, ma MCA na kila watu hapa. Ndio sasa nataka kukuhakikishia, take this word, kuuza UDA Ukambani sana Makueni ilikuwa kuuza nguruwe kwa msikiti. Hao wanaume kina Nimrod na wengine wako hapa walijaribu. Ukiona, unajua Your Excellency, nilikuwa nashindana na huyu mwanaume, alipoteza kilo kwa sababu tulikuwa tunanyorosha vizuri sana. So wale wengine hawa walikuwa wanasimama na UDA na kinawa huyu Kimilu, huyu alikuwa amesimama Mbooni, tulikuwa tunashindana na yeye. Iko Chungu alikuwa amesimama Makueni, iko Ngumbe alikuwa amesimama Kibwezi East. Iko mwanaume hapa huyu alikuwa anashindana na Mheshimiwa Malile Kibwezi East, walingangana vizuri sana. Mheshimiwa Mutungi na huyu alikuwa independent. Huyu mwingine Mheshimiwa Mutungi pia alikuwa independent. Alikuwa anashindana na kina Fred Muteti. Na mimi na hawa, kuna wengine wako hapa. Your Excellency, nataka kukuambia kama iko kitu unaweza fanyia hawa jamaa, panguza wao jasho kidogo. Panguza wao kidogo. Sisi tumekuja kuwasaidia. Tukikusanyika zile kura zilikuwa pande ile ya Azimio, tuanze kuongea na hawa polepole kidogo, tulete pande ingine. Kura ya rais, tuko na hakika hiyo kura ya rais itatoshea na itakuwa kura mingi ikifikia 2027. So we are here because we are here to support them. Si ati kuna mvurutano yoyote. Tunataka hao wanaume wakae mbele, sisi tutawasupport, na Ukambani definitely will have a different change when it comes to the votes of the president in the coming election. Kwa hivyo nataka kushukuru sana, nikishukuru waziri wako hapa. Tumetembea na yeye Makueni sana. Huko Kilome Makueni amesaidia sisi sana. Chunga huyu mwanadada, huyu waziri wako yuko hapa, tuko naye na tutashika mkono. Nataka kusema ni asante kwa kupata nafasi kufika hapa, na bwana Nimrod, kaa na sisi venye umekaa na sisi. Hata siku nyingine ulikuwa uko Makueni na Kawaya mkafanya jambo mzuri sana. Asante sana. Mungu awabariki.
Your Excellency, nisamehe tu, najua nimekeuka protocol kwa sababu ya masaa, lakini yote makumukweni wamekuja delegation kubwa sana. Na Baluka is a serious fighter. Kama angesema kitu hatungepata nafasi ya kuishi huko. So thank you. Your Excellency, mimi ile masaa yangu ningeongea, wacha niseme ndio hao watu wamechukua nusu yake. Mambo yangu ni machache sana kama mbunge hapa. Na unayajua kwa sababu tumeongea mara mingi. Lakini kwa sababu niko mbele ya wadozi wangu, wacha nikukumbushe. Jambo la kwanza, mtu anaitwa Rais William Ruto. Ako barabara iko Kitui East. Ananiambianga Nimrod, hiyo barabara ni yangu, usiniambie tena. Na kwa sababu aliniambia nisimwambie tena, na wewe hujai niambia nisikuambie tena, wacha nikwambie hiyo, uende umkumbushe. Na kwa sababu hajawahi kukuambia usimwambie, mimi ndio nimeambiwa nisiseme, na mimi ukimkumbusha atakumbuka. Barabara inaitwa Chulune Zombe Mwitika, 44 kilometers. Hiyo barabara Rais Mustaafu Uhuru Kenyatta wakati alichaguliwa na Jubilee alikuja hapa my homecoming na akatoa hii barabara yetu kutoka kwa county akaiweka kwa Kenya, na akasema the first 44 kilometers will be tarmacked. Watu wakisikia, tukafuruga mwaka 5, ikiisha karibu William Ruto akakuja akiwa deputy president. Pale kwa kiwanja mahali umeshuka, kiwanja ikuwa imejaa. Yeye mwenyewe akasema hii barabara iko kwa mpango yetu, hata tumeweka kwa advertisement kana atende, na hii barabara itawekwa lami. Na kutoka siku hiyo, wakati nilienda kumkumbusha tena Nairobi, akaniambia Nimrod, hiyo barabara ni yangu, usiwahi niambia mambo yake tena, nitafanya. Kwa hivyo ukifika, kwa sababu tumekubaliana wewe hujakatazwa, mkumbushe ile barabara yake ya Kitui East bado haijawekwa lami. Na kwa sababu tuko na shares, tuanze hiyo barabara na faces. Tukuweka 44 kilometers kila mwaka kilomita 10, ingine kilomita 10, ingine kilomita 10. By the end of 4 years tutakuwa tumegonga 44 kilometers. Your Excellency. Na hiyo kama inaweza fanyika, hao watu wangu kusema ukweli ni watu wako na imani. Vile unaonanga niko na imani na William Ruto, na wewe ni watu wako na imani na William Ruto. Wanamuelewa, wanajua atabadilisha hii nchi, na tulikubaliana kama watu wa Kitui East tusiwekwe siasa ya upuzi. Sisi tutasubiri tukiwa na amani ya kwamba Ruto atatengeneza nchi, na tutamsupport mpaka atengeneze nchi kama Kitui East. Kana atenda na maito. Hii mambo sisi ya kuambiwa sijui maandamano, sijui mbolea, sijui chakula, sijui nini, hii hatusikiangi. Sisi tutangojeanga 44 kilometers ya lami. Hivyo tu. Hii watu wakipiga hii kelele lingine, sisi hatutakangi kusikia. Sisi tutangojeanga kwa sababu najua tukipata hii 44 kilometers hata unga iende 400 tukikana afford. Kana natende? Teiba mando maitu. Jambo la pili, Your Excellency, ukienda saidi mwisho napakana na Tana River, tumesumbuliwa sana na insecurity. Nataka nishukuru County Commissioner Boy kutoka akuja hapa, ile shida tulikuwa nayo hapa kama constituency ameitoa from 80% ameisukuma mpaka 20%. Mambo ya ngamia, I know you know it. Na tukaamua strategically tutaweka kila mahali kuko na shule na kumekuwa na attacks several, tuweke police post. Na tukaanza hii Mumba huko tumeweka police post 7. Mahali imebaki ni mahali moja tu inaitwa Koi. Na Koi tulikubaliana na County Security Committee tuanze police post. Na mimi nikatafuta pesa nikajenga. Na nikaongea na county commander ako hapa. Akaniambia ningoje amalize mambo ya exams. Na mambo ya exams ikiisha ata mobilize askari waende. Na hiyo police post kwa sababu Your Excellency you are here, hiyo tumalize story yake leo. Kama county commander anaweza kuwa na upungufu kidogo ya askari, mpunguzie mchukulie moja kiasi 3 4 hivi Nyeri wakuje ndio wapeleke tumalize hii biashara. Kana ready ana maido. Kwa hivyo madam county commander Mudozi amekubali, kama iko shida atakuongeza kidogo kwa sababu mimi ni kijana yake. Jambo la pili, mahali ya Nzamba Kitonga mwenye aliandika katiba, ile soko yake kama hii, watu bado wanachota maji na mtungi.
ile maploti ziko pale, machoo ni pit latrines zimejaa. Hawawezi furuta na ile exhauster kwa sababu hakuna maji. Na tumekubaliana na watu ya National Irrigation Authority na chairman yao wako hapa. Tumeweka pesa 20 million pale juu ya mlima, maji teremuke Mutitu town, wamama waweke mtungi chini, hiyo machoo igeuzwe ikiwe masoak pit, septic tank, tuanze kufuruta ndio watu waishi kama watu. Your Excellency, nataka hao watu kwa sababu wajua Maluki ni rafiki yangu na anaweza anza kucheza na mimi, lakini hawezi cheza na wewe. Akupatie ni lini hiyo maji tareremuka ndoa watu wakunywa. Kana rende anamaido kana rende idi bazo mbeteo na kibu Mutitu suo mataba matongi na kiu kiamba chetho kutsatsa ye mumbunge kende ya na bethi na betoneka patoneka ngatende kakai kana ndio. Jambo la pili, Your Excellency, hapa tumekuwa vizuri. Hii constituency yangu iko na sub counties 3. Lakini hapa chini hii sub county 2 tulikuwa na moja na ikazaa ingine. Hii inaitwa Mutitu, ikazaa ingine inaitwa Mutitu North. Na tukachanganyika, kuna division hapa ni Mutitu division na headquarter yake iko katika the other sub county. Mtoto wako na kitambulisho ya hapa na dio yake ni wa huko. So ile kitu tumeangalia tukaona kama viongozi na ndio tumerusha kwa county commissioner, na wewe leo najua unaweza tusaidia. Atuombi a new sub county, tunaomba degazettement ya naming, majina ibadilike. Ile Mutitu ya Zamba Kitonga iitwe Mutitu sub county, na hii Mutitu ya Nimrod hapa iitwe Zombe sub county, na kila location ijue iko Zombe ama iko Mutitu. Mtoto ajue kitambulisho yake iko Zombe ama kitambulisho yake iko Mutitu. Kana ndio anamaitu tengo ya tatu ikando. Jambo yangu ya mwisho, Your Excellency, chairperson, sorry, huyu anaweza niweka kofi. Atakangi hiyo jina ya chairlady, anataka chairperson. Chairperson wa Tanathi Zia. Na amekuelezea pale. Tuko na mashule 4 ametuwekea maji. Na ni mama yangu, ni mkali sana. Anakuanga mkali. Sasa siwezi kasa nataka akupatie ni lini utakuja kuangalia hiyo maji. Kwa sababu wewe unajua ukisema atafanya. Hii ni kasie tu kwa sababu pesa iko na yeye ni wetu afanye. Lastly, Your Excellency, tuko na shida hapa ya kisiasa. Kana rende? Nandu mabitha mindo. Kana rende? Tuko na shida ya kisiasa. Tuko na watu wengi walianguka. Anastasia kutoka huko Yata alianguka na leo na bwana yake akamwacha na anahangaika. Hapa Kitui tuko na shida kuu ya vile wale watu wetu walianguka watasaidika. Na sistaki mtu kwa napenda watu. Lakini we have to be accountable. Kazi yangu, Your Excellency, ni hold people. My work is to hold people accountable. My work is to hold people accountable. Hello? Kazi ya Nimrod ni kuhold watu accountable. Wale watu tumepea kazi. Sisi tulitafuta serikali, William Ruto akapata kazi pamoja na Rigathi Gachagua. Na wakaandika watu. Na tumepewa, na ndio sababu niliseti waziri akuja alete timu yake hapa. Akaweka waziri ameweka timu kubwa hapa ambaye imepewa kazi na William Ruto. Kana atende. Lakini hiyo timu wamesahau ya kwamba wako na ndugu zao na dada zao ambao hawana kazi. Halo? Hiyo timu mmepea kazi, Your Excellency. Mimi nataka uiite kwa ofisi yako ikiongozwa na waziri Penina, mtu wa saa nyingine anakuanga kuepa ita yeye. Akae hapo. Teri atareremuka tu hapo juu yako, atareremuka hapo chini. Tuwapate boardroom. Wale watu wenye tunahangaika, nilikutana na Wazamba Kingawi cha Kanangi akiuza mayu kwa soko. Na alikuwa candidate wa UDA. Your Excellency, hii endelea. Nataka uite hii watu wako wenye umepea kazi na utuite sisi wenye walipoteza, tukae chini watu mpaka vile mmewachunga watuchunge. Mena zobatia nzui umazobe etio yu. Abana kwekaliko pae mundu kuyandwa angetitoya. Idi ondeno otweye Penina. Kana rende nekana kenyaka ana nikendete muno
lakini no twethia we na mutu anata bwe balawe ni mugamba no gutwethia kana na dende engineer mwazia no twethia we utwethia mbene utwethia tumia kitambi taku moko na ndolokazi na hiyo vita nimeanza leo, Your Excellency, na labda wewe uzime haitazibika. Kwa hivyo ukitaka iishe, na kwa sababu wewe ni mtu wa kuzima, kama ulizima ile ya Meru, hii ni kidogo. Hao watu wametusahau. Wacha kunishika. Usiniguse. Kuja kesho. Sasa tulikuwa tunaingia gari moja tukiomba kura, na wananiambia kaa waiting room. Ngoja nimeitwa. Na mimi nikitaka kwenda kwa Rigathi Gachagua naenda aniambie Nimrod kaa waiting room. Sasa mtu ananiambia nikae waiting room na Gachagua aniambie nikae waiting room. Kwenda au na kuamba kwenda yu. Hawana kweli kana natende. Na kauzu no anaambia ni Mungu atakoko. Ni Mungu atakoko tukite kauzu na tukita wendo. Nondo netiana titu. Na mwana ndako wana muthi. Tema kuona na malambela. Penina tu utandika mpaka utalujo tu tuwewe. Moko ukabando lokazi. Na inyage hivyo, Your Excellency, niko na familia yangu hapa, waje nimalizie hapo. Na mama yangu yuko hapa na anakuombeanga sana. Na my wife is here, my kids are here. Jamani kujeni kwa haraka. Na mkikuja, Your Excellency, ile amuru ulitoa ya kwamba tuzae, tuongeze watoto. Mimi nilikuwa nimefunga Mimi nilikuwa nimefunga, lakini kutoka ile siku tulikuwa na Karemba pale kwa Orino, akapanga laini ya watoto yake hivi. Mimi nimeamua. Na mama tumekubaliana. Na ako na uwezo na ako na nguvu. Kana atende? Your Excellency, this is my family. Sitaki kuongea kwa sababu ya masaa, lakini it's very important nijulikane na mimi ni mtu wa familia. This is my mom. We lost our father. Na ametushikilia. This is my wife. I have a firstborn son, he's not here, and these are my daughters. I love them so much. Salimieni mkubwa, alafu tukae chini. Wapi Bazu? Bazu ile kijana akilela kwa wapi? Kuna kijana aliniambia asiposalimia Rikiji hata hizi vile anataka. Bazu wako wapi? Bazu. Kameenda kulala? Haya kuje Bazu. Ako mtaa? Bazu kimbia. Eba. Thank you. Kuja Bazu salimia mdosi ndio tuite waziri aseme yake alafu akaribishe rais. Bazu nenda salimia mdosi pale. Huu ni songo wetu hapa. Anaitangwa Songore. Songore mwenyewe. Thank you so much. Thank you so much, Your Excellency. Nikubalie niite Waziri Penina aseme yake chache alafu atukaribishie Deputy President aongee na alafu atufanyie hiyo maneno mengine. Thank you my sister. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa wa eneo hili. Your Excellency, is a great honor nikikutambua kwa kufika eneo ya Zombe. Ningependa pia kuwatambua waheshimiwa walio hapa. Nimtambue baba askofu wa AIC ambaye ametoka mbali Kitui kuja hapa, pamoja na makasisi wote na watu wetu wote wa Zombe na wale wengine wametoka Makueni, wamelia sana. Niwatambue pamoja na wa Machakos. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Naibu Rais, ningependa tu kusema asanti kwa kuja hapa, lakini itakuwa makosa kubwa kwangu na kwa Mheshimiwa Nimrod. Tumeweza kutambua wale waliweza kudefect na wakaingia kwa chama ya UDA. Lakini hao waheshimiwa hawakuwa peke yao. Kuna wale watu walisimamia kura za president, kuna wale watu walikuwa lobby groups, kuna wale watu walishikilia rais katika grassroots. Na serikali yetu ni ya kutoka chini kwenda juu. Kwa hivyo
hivyo ningeomba wote wasimame mahali walipo ili mheshimiwa aweze hata tembeeni nikiongea. Na tukiendelea mheshimiwa, vile vile nataka kutambua kitengo cha wachungaji katika kaunti ya Kitui. Waliweza kusimama na wewe, tukiwa na Nyerere kutoka Mwingi, tukiwa na Bishop Mwendo kutoka Kitui Central, na tukiwa na Reverend Chemben kutoka Mtomo. Waliweza kusimama na sisi. Kwa hivyo kanisa ilikuwa ndani. Nitambue kanisa kwa kuomba kwa ajili ya serikali yetu. Vile vile nitambue wamama wa SACCOS Kitui ambao wako 50,000 waliweza kusimama na serikali yetu. Asanteni, mnaweza rudi. Wamama wa SACCOS ni kutoka kaunti yote ya Kitui, the 8 constituencies waliweza kusimama na sisi. Asanteni. Na hapa kuna wale walisimamia kura ya rais kama Martha kutoka Mwingi, kama Wendy kutoka Central, kama Vincent kutoka Kitui West, kama Kalumaita kutoka Mwingi West, kama aliyekuwa naibu wa Mweke ako hapa, deputy governor alisimama Mwingi na akatutetea. Sami ya kuweza kushindwa, Sami Muisio bradhake Kalonzo alisimama na sisi. Mwingi Central. Wamama wamerembeka hivi. Hapo walisimama na mheshimiwa kijana wetu anaitwa yule kwa presidential. Anaitwa nani? Musambi, Mboni Musambi. Asanteni, tunaweza rudi. Naamini hakuna mwingine nimeacha. Lakini vile vile katika kushukuru kwangu ni kushukuru kwa ajili ya professionals wako hapa. Wale uliweza kutana nao kule Bomas wako hapa na nakushukuru. Ulipea Professor Mwavu kuwa Vice Chancellor wa University of Technical ile iko pale Nairobi. Asante sana. Mheshimiwa, unajua ukiwa hapa siwezi ongea. Lakini tu nikuambie mimi nimelewa katika AIC wakati nilikuwa Ikudha Gas, na hii kanisa nimechangia mara 3 nikiwa naibu gavana hata haya mabati. Na mwisho niseme vile vile mheshimiwa, ningependa kukushukuru specially kwa ajili ya appointment yangu na ya PS Mweke na yale wote ambao tumeweza kuappointiwa na rais wakiwa na naibu wake. Umeona wamesimama wengi na wengi ni wale hawako. Mheshimiwa, mlitupa heshima kuu kama Ukambani. Na vile vile kama umesikia waheshimiwa wakilia, wakumbuke hao wengine. Tunao vijana wengi hapa. Na kwa sababu sisi sote pengine hatutatoshea, ndio maana unasikia wakisema wale wengine wako kwa parastatus, nafasi ikitokea jaribu kuita mwenzako na tutasaidika. Vile vile niseme mheshimiwa, tunashukuru kwa ajili ya kutipea pesa pale Umadam. Ilikwama miaka nenda miaka rudi. Umeweza kutupea 250 million ya Umadam iko hapa Kitui. Ni kushukuru kwa Dhoke Dam. Umeweza kuianzisha na inaendelea. Ni kushukuru kwa ile damu kubwa zaidi Afrika mzima, hata si Kenya, itakuwa pale Mwingi, inaitwa Grand Force Dam, itajengwa pale. Ni kushukuru kwa ajili ya huyu mrembo anaitwa Regina, kwa sababu amesimamia Kiambere phase 1 and phase 2, na tumepewa fedha na wewe na rais. Tunakushukuru. Mwisho kabisa mheshimiwa, ningependa kusema wewe umekuja mara 3 hapa Kitui. Ukakuja wakati tulikuwa na maombi ya makanisa yote, ambao mlinialika jukumu kubwa nikusanye. Na mkatusaidia hata kuchangia kanisa AIC. Pastor alipewa brand new Prado na president. Tunashukuru. Vile vile ukakuja pale St. Charles Lwanga, ukachanga na ukatoa rekodi yenye hakuna rais wala hakuna kiongozi Jamhuri ya Kenya aliyeiweka. 68 million ulituchangia na ukatuahidi basi, na nikasema nitakusaidia. Kwa hivyo nitakusaidia. Vile vile leo uko hapa kwa kanisa, tungependa tukushukuru.
Rais wa Jamhuri ya Kenya amefika kaunti ya Kitui mara 2. Aliweza kufika pale siku ya maombi na akakuja kule Mwingi, Siambiu, akakuja kule na amefika mara 2. Kwa hivyo Kitui hatujaachwa. Rais amekuja, naibu rais amekuja. Na mimi ni kushukuru, nikimalizia niseme mheshimiwa, vile unavyoniona na hao viongozi wengi, hata hii timu ya Makueni yote nimeialika ije hapa ikusindikize, kwa sababu nimetembea kwao siku mingi na wajai nirudisha mguu, lazima anirudishe. Kada na atendi mandunge ko ne mwana umenge bete meumia noti ba hata noti nikenda mandunge ko kana nata na nyenjasia ni kibeti cha Kitui kila kikalile kibila musikwacho nisiaito kuya Kitui South. Mheshimiwa, watu walinipea 79,861 votes in this Kitui. Mimi ndiye nilikuwa niko na kura nyingi, Ukambani zote zikiwa 3. Aliyenifuata ni Kitundumo, aliyeomba kura ya senator akiwa na 45,000. Na wengine wakafuata kina Mudhama. Kwa hivyo nashukuru hao watu wangu wako na heshima na wananiamini zaidi. Na ningeweza kusema hao wote nitafanya kazi nao. Mimi nataka tufanye kazi kama vile Mheshimiwa Rachel aliweza kuja na akasema, dada yangu nataka tufanye kazi, na mimi nikamwambia ruhusu wale wengine ambao walikuwa huko nje na wanatamani kufanya kazi na serikali waingie. Aliniambia nitaruhusu. Kwa hivyo naomba tunapofanya siasa, chama nite kanisa ando matangi wawende alama tema tangi ya kuanza. Nimesema chama ni kama kanisa. Watu wakiokoka, hawa wachungaji wako na jukumu ya kutafuta wenye wajaokoka waingize ndani. Kwa hivyo mimi ninaomba tunaposema tutajenga chama, tujenge kama vile Owalo anafanya kule Kisumu, tujenge kama vile Ezekiel Mashogu anafanya pale Kisii, ili tulete watu wote na tuwe wa serikali. Ni wote kaa kanomba ito ibatizito ne mombe ndete mweno tanu kona moneni wa Musumbe ba nemo kwenda twetie madhoki. Asanti, tunaweza simama sasa kwa shangwe nderemo tumkaribishe naibu wa rais hapa. Asanteni, tafadhali tuketi. Baba wetu askofu, makasisi wetu, waziri wetu Penina Malonza, rafiki yangu mheshimiwa wa Kitui East Nimrod Bai, waheshimiwa wabunge, watu wote wamefika hapa, wa Kristo. Baitu moyaseo yengi moyaini museo na mavinda onde. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana. Baba wetu askofu, tumeshukuru sana kupata nafasi kushiriki katika ibada, na tunakushukuru sana kwa neno. Umetufundisha vizuri ya kwamba yale yote tunafanya, yale mabaya inatufuata huko uzeeni, na yale mazuri pia inakufuata. Na umetutia moyo sana na tumeshukuru. Tumekuwa watu wazuri kuliko vile tulikuwa tukija asubuhi. Na pia nimeshukuru akina mama wa kwaya waliimba hapa, wametubia vizuri, watoto walikuwa hapa. Na tumeshukuru sana kufika hapa Kitui East katika eneo hili kuja kufanya kazi ya Mungu, kazi ya kanisa. Baba wetu askofu, tulipoalikwa na huyu mjumbe akasema tukuje tusaidiane kwa ile mradi mnataka kufanya, tukasema sisi ni wa Kristo, na Rais William Ruto na mimi
tulipata nafasi ya uongozi kupitia kwa maombi ya Wakristo na Wakenya. Na kwa hivyo kila Jumapili kama tuko hapa Kenya, hatuchelewi kufika kanisani. Jana tumekuwa Kisii na rais. Jumapili iliyopita tulikuwa pande ya Embu. Kila Jumapili 52 Sundays a year, unless tuko ng'ambo, tunafika kanisani kuomba Mwenyezi Mungu na pia kukaa na Wakristo kusaidiana kwa mambo ya ujenzi wa kanisa. Na mimi nitaendelea mkinialika kufika makanisani hapa Kitui na kwingineko kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mengi ametufanyia, yale ametutendea, na pia kushiriki katika maendeleo ya kanisa. Na kwa hivyo mimi nataka nishukuru nyinyi sana kwa makaribisho. Na wanasema nimekuja mara 3 na bado mimi nitakuja. Hii Kitui nitakuja mpaka muniambie niende nitembee mahali ingine. Najua hawa Wakamba, saa ile nimepatiwa kitabu hapa ya nyimbo. Hii Kikamba na Kikuyu is the same. There's no difference. The Kamba people and the Kikuyu people are cousins. Si ndio? Sisi ni cousins. Na ninaomba tukae kama cousins kwa mambo yote. Vile tunajenga kanisa pamoja, tufanye maendeleo pamoja, hata ikifika siku ya kura tupige debe moja. Sasa nyinyi tukifika kura mnapiga kura mnaenda kule kwa ile jamaa. Na huyo jamaa hakuji kanisani. Mmeshaona yeye kanisani? Anajenga shule. Anachangia kina mama. Na ni hesabu gani mnafanya kufuata yeye kila mwaka? Sasa nyinyi you are cousins. Anajua nyinyi na sisi ni watu ambaye ni wacha Mungu na pia ni watu wa bidii wa kufanya kazi. Mimi ningetaka tushikane tufanye kazi. Na mimi nitaendelea kutembea hapa na kutafuta urafiki na nyinyi. Rais ataendelea kuja hapa kutafuta urafiki na nyinyi. Na mimi niseme sisi umeona ile watu wamesimamishwa hapa na waziri wetu. Hii serikali ya William Ruto ni yenu Wakamba. Mmejaa huko kila pahali. Hata mnaanza kutusukuma na ni sawa. Kwa sababu sisi tunapenda nyinyi. Tulikuja hapa tukalilia nyinyi mtuunge mkono. Na hatuna maneno. Mkatupimia kura, mkatupatia kidogo. Na tunasema asante kwa hiyo kidogo. Tunashukuru. Lakini sisi hatupimii nyinyi maendeleo na viti. Na tutaendelea kupea nyinyi kila kitu. Na tuna imani Mungu ataguza nyinyi roho zenu, mtupende vile tunapenda nyinyi. Sisi tunapenda nyinyi, rais anapenda nyinyi, mimi napenda nyinyi, na nyinyi tunaomba Mungu amuguze roho hata nyinyi mtupende. Sasa mimi nimekuja hapa. Si ati nimekosa pahali ya kwenda. Hapana. Mnafikiri nimekosa pahali ya kwenda? Mimi nimekuja hapa kwa sababu watu ya Kitui West, nyinyi ni wangwana. Kitui East. Kitui East, mashariki, nyinyi ni wangwana. Saa ile Ukambani yote ilikuwa napiga opposite. Nyinyi mkaamua. Mchague mjumbe na MCAs kwa UDA. Na tunasema asante. Na wacha nimwambie, mnaweza fikiria ni mchezo mlifanya. Nyinyi mlijipanga vizuri. Huyu mjumbe huyu Nimrod Bai kwa rais anaketi kwa ile meza inakaliwa mambo ikipangwa. Kwangu hata haogi mlango, anaingia vile anataka kwa sababu ni kwake. Kwa sababu yeye ni wa chama yetu. Na yeye alichaguliwa kwa area ambaye wengine hawataki UDA. So hata sisi ni wangwana. Na vile MCA amesema hapa, kitabu kimesema tutendee wote mema, lakini sana sana wale wa nini? Wa nyumba ya imani. Sasa huyu Nimrod akiitana, sisi tuna kanso ingine yote tunakuja hapa. And I want to tell you, watu ya Kitui East, mlijipanga vizuri. Kwa hii serikali ya William Ruto,
nyinyi mko ndani zaidi. Because you are member of parliament, anatabuliwa na rais na mimi. Na akija kwetu chochote anataka kama tuko nayo tunampatia. Kwa sababu lazima turudishe mkono kwa watu ya Kitui East. Si ndio? Hata kama anatuhangaisha. Kwa sababu ananihangaisha sana. Na wewe Nimrod wacha nikushitaki kwa hii watu. Anakuja kwangu saa ile aendi kwa rais, ninamwambia nitafanya. Anatafuta rais kumwambia ameniambia tena. Vile umesikia akiniambia hapa. Sasa siwe ukuwe na imani. Nikikwambia nitafanya hapa naenda kushitaki mimi kwa rais. Sasa lakini hana ubaya, anataka mambo ya watu yake itembe. Anakuja kwangu asubuhi, anaenda kwa rais saa 8. Rais akirudi kutoka ng'ambo, anakuwa hapo airport kumkumbusha. Akiondoka anaenda kumsindikisha. Sasa wewe wacha kuhangaisha sisi. Lakini hala maneno, that is what a clever member of parliament does. Unajua hakuna buzi imechinjwa pahali ati mkono imechukuliwa imewekwa pahali ati ni ya Kitui East. Hakuna. Ni mjumbe akuwe amechanuka. Akiona buzi inatolewa pale kwenda kuchinjwa, anafuatana naye. Saa ile nakatwa shingo ikitolewa ngozi, anashika mkono anasema hii ni ya? Anasema hata hii maini niongeze. Anaambiwa achana na maini, chukua mkono we. Huyo ndio anafanya huyo. Na wacha nimwambie Mwenyezi Mungu akisaidia nyinyi mpate kiongozi ambaye anajua nini anafanya. Mshike. Mumuombe na mshike. Msibahatishe. Don't do experiments. Na mimi nashukuru nyinyi, huyu alikuja 2017 2022 mkamrudisha. Hapa mumepanga vizuri. Mkae na huyu kijana. Rais na mimi tunampenda na tunamheshimu sana. Na ile yote inawezekana kwa ofisi ya rais na yangu, akija atapata. Si ndio? Si mtaunga yeye mkono. Na ndiye ameniita hapa akasema iko kanisa ya nyumbani kuja. Hii ndio Sunday ya mwisho ya kufunga mwaka. Ndio watu waende sikukuu, nikasema basi wewe kwa sababu watu ya Kitui East walitufanya heshima wakakuchagua ukae na sisi, hata sisi wacha tukuje nyumbani. Mimi ningetaka niseme pia watu ya Kitui hamjawachwa nje. Huyu waziri huyu Penina tulimpatia kazi ya waziri. Na mimi nataka nimwambie watu ya Kitui, rais na mimi tuko na shukrani kwa huyu mtoto wenu. Ako na bidii sana. Halali. Hii kazi unaona El Nino, mimi ndio napanga na yeye. Hii El Nino ilikuwa imesemekana nini sijui hatujapanga. Huyu madam amepanga kazi ya El Nino. Hakuna mtu anakufa sasa. Amepanga chakula, amepanga kila kitu, kila pahali amepanga. Na tunashukuru sana. Na waziri ukanyangie hapo. Kanyangie hapo. Na mimi niseme hii vitu yote tumepea nyinyi. Vile mheshimiwa amesema. Hata nyinyi mumepewa. Mjue hata Yesu alianza Jerusalem ndio akaenda Judea. So hata kama mnafanyia Kenya, mnatupa jicho kando kando hapa nyumbani. Si ndio? And the minister has done well. Ametusaidia sana. Kwa hivyo Nimrod usipigane na waziri, huyu ni mtu yangu. Kama kuna watu wamewachwa nje kuja tuketi. There's no problem. Unajua hatuwezi andika kila mtu. Unajua naye Bai anataka kila mtu akuwe kwa serikali. It is not possible. Tutatoa nafasi kidogo ile itawezekana hapa na pale. We'll work with waziri na hao wajumbe wetu, tutapanga pole pole. Sisi we are one team, we are one people. Tutaongea one language pole pole. Wale wamewachwa nje tunajaribu kuangalia, tunawalete. Hata kuna ile msichana wa pastor Nimrod amelete. Ameniambia ako na degree, si ndio? Uko na degree, si ndio? Na vile mheshimiwa ameniomba na nimefika hapa, so mheshimiwa ulete Jumanne nimpatie kazi. Si ndio?
So we'll fix her somewhere. Pole pole tu tutaendelea. Pole pole tunaendelea kupanga. Kenya ni kubwa. Kila mtu nataka, lakini so far watu ya Kitui msilie sana. Hata Monica Juma, security advisor wa president, ni wa hapa. Naitwa Kadena. Sasa Mweke ako, Manoza ako, Hawa Baluka wako. You are not badly off. Sababu rais ako na roho nzuri. Kama ingekuwa ni wengine hamungepata. Angeangalia zile kura zenu, achukue rura apime, ampimie na hiyo rura. Lakini rais ni muungwana na anapenda nyinyi, na mimi pia napenda nyinyi sana. Kwa hivyo tutaendelea kutafuta nafasi hapa na pale, msijali. Kuna mambo mheshimiwa ameuliza kadhaa, nimeandika hapa na nitajibu yale nitaweza. Mambo ya sub county kubadilisha majina, county commissioner mfanye public participation. Ile jina watu wanataka ndio tutafuata, si ndio? Mnataka itwe nini? Zombe. Hiyo ndio mnataka? Basi huyu county commissioner waeke mkutano, mpitishe, muweke sahihi, mlete kwetu tupitishe. Simple. Kwa sababu hiyo ndio sheria. Hiyo tutafanya. Hiyo ni mambo kidogo. Mtapewa ile kitu mnataka. Si hapa ni kwenu. Ile jina mnataka si ni yenu. Sisi hatuwezi lazimisha nyinyi ati mchukue Mtito North, mchukue hii na leta confusion. So lakini iko utaratibu. County commissioner ataweka mkutano, mpitishe nyote kwa kauli moja, iletwe, tufanye gazettement, tupatie nyinyi ile jina mnataka, ndio tumalize confusion. Mambo ya Koi police post imejengwa, haina askari. County commander is here. So, madam, upange. By when? By when? Within a week? Hapana week, wacha watu kutukula Christmas, wacha tufanye January. By 15th? By 15th of January, weka askari huko, wasaidie wananchi. Sio tumekubaliana? Please sit down. Thank you. Mambo ya Mutitu Town, pale kwa Nzamba Kitonga, mambo ya maji, si ndio? Nyinyi mko na bahati. Chairman wa National Irrigation Authority anatoka hapa. CEO tumepatia kazi last week. Mwasi ya engineer. Charity begins where? East or west? East or west? Engineer by when? Iko 20 million by when nikuje kufungua? April nikuje. Before 15th or after 15th? Around 12, 13 there. Si umesikia? Si ni mtoto wenu? Wameweka 20 million, wamesema before tariki 15 April ni rudi. Sasa mkikosa maji, hii Wakamba is your problem. Sisi tumemaliza kazi yetu. Serikali imetoa pesa, wenye kusimamia pesa ni Wakamba. Wenye kukunywa maji ni nani? Ardhi ni ya nani? So where is the problem? Iko shida yote? Haya, ketini chini, mimi nitakuja. Haya, kutoka hapo mambo ya pale Kinania, iko insecurity, iko borehole hapo inawekwa, si ndio? So na yo iko 15 million. So chairman, tufanye pamoja. Nifanye kazi mbili siku hiyo. Tufungue pale Kinania na pale Mtitu, si ndio? Engineer confirmed? Si ni watu wenu? Angalia hao kwa macho. Msiangushe watu ya nyumbani. Hata Yesu alianza wapi? Jerusalem, si ndio? Ndio akaelekea Judea. And charity begins where? And utasaidia Wakenya namna gani kama wewe saidia watu ya nyumbani? Sasa sisi William Ruto rais wetu amemaliza kazi yake. Wakubwa ya maji Kenya ni hawa wawili, ni Wakamba. Sasa nini nyingine mnataka kwetu? Si ndio wako? Si muongee nao Kikamba? Alafu haya kaeni chini. Haya, na mjue tuko na damu kubwa pale naitwa Uma Dam. Saidi. Tuko na Thwake Dam. Tuko na High Grad Falls. Let me tell you, my people of Ukambani, my cousins,
My cousins. My cousins mko hapa? The government ambaye itatatua mambo ya Ukambani. Kwa sababu shida yenu ni maji. Keuo, si ndio? Keuo. Si ndio shida yenu? Ndani ya hiyo damu tatu, your problems are sorted. Forever. Na nyinyi uzuri wenu ni watu ya bidii. Rotuba ni nzuri. The climate is good because mea anataka hot and wet. Sasa hiyo wet is what we want to address. Na those dams. Sisi tutangangana na hizo dams mpate maji. But please, my cousins of Kambani, fix your politics. Fix your politics. You cannot follow a man who takes you nowhere forever. For every 5 years, munafuata yeye munaanguka. Munamfuata munaanguka. Munamfuata munaanguka. The last time amefanyia nyinyi madharau kama jamii. Alikuwa anachukua huyu kiongozi wetu Kalonzo, anampatia deputy. The last election amemuita interview kumuuliza maswali. Ati jina yako ni nani? Umeoa? Ulibatizwa kanisa gani? Na hii mtu amekuwa na yeye miaka hiyo. Sasa wewe unaita mtu kwa interview na mmekuwa na yeye miaka hiyo yote kumuuliza jina yake na kitambulisho. You know it is wrong. You don't humiliate a whole community. A community that has supported you for so long for no reason because there is nothing you have done for them. Wamekuunga mkono every 5 years. Umerudi wewe, umeembarrass, umehumiliate that community. Juzi amempatia kazi aende aongee na Kimani Ichung'wa. Wameongea. Wameandika report. Sasa hiyo report tena wanaipiga. Kuaibisha hii mtoto wenu tu. Kwa sababu si hao waliongoza ni yeye. Wameketi pale, wameangalia mambo ya Kenya, wametengeneza ripoti nzuri. Sasa kwa sababu wataki nyinyi mjue, wanapanga wengine wamkemee. Hawa wanajifanya wanaunga mkono, lakini wanapanga wengine wafanye nini? How, you know, for how long do you humiliate a leader and the community that he leads? For how long? That humiliation that was given to this community in the last election. Hata kama nyinyi ni wa Kristo, kuna mambo ingine mgumu kusamehe. Lakini nyinyi ni kwa sababu ni watu ya Mungu msamehe tu. Lakini that was too much. How would you take a leader of an entire community to an interview to humiliate him in front of the whole world? And it's somebody you know. He has been with you all his life. He has been your deputy. You know his credentials. You know he was a minister. He was an MP. There is nothing about him you don't know. He was a vice president. Unamuita interview na watu wengine hapo. And you already know the outcome. Alikuwa tu anapelekwa interview lakini walijua ameamua ni nani. They just wanted to humiliate and embarrass this community. Lakini nyinyi pia ni watu wa ajabu. Even after all that humiliation, mukapiga laini kwa debe, mukampigia. So we don't understand you. My cousins, I'll continue to learn and understand you. Takuendelea kutembea hapa nielewe nyinyi kidogo. Sisi kwetu tulikataa madharau. Pale kwa mlima ukitudharau mara moja, finished. Sema hakuna. Kabisa. Mama anasema tunaambia engine out. So please let us respect communities. Especially a community that has supported you religiously for 5 elections. Accord that community some dignity and some respect because it's good to do so. Also wakuje hapa pia wafanye maendeleo kidogo. Wakisikia iko harambe kama hii watumane hata kama ni 1,100, si ndio? Yeah, wakisikia iko shule nilikuja pale that school Charles Lwanga, hakuna mtu ya Wiper alikuja hata moja. They don't come. Hii ni shule ya Ukambani. Sisi tumetoka Mlima Kenya tumekuja kujenga hii shule. Imeachiliwa miaka 40. None of them turned up. None. Na hiyo ni maendeleo sisi hasa wangekuja tu hata kama wataki kuona mimi watumane.
at least shule iendelee. Lakini mimi na president will do what we can. Sisi tutaendelea kuja kujenga shule, tutaendelea kuja kujenga makanisa, tutaendelea kupatia watoto wenu kazi. We'll continue showing you love. We'll continue supporting the people of Ukambani because you are good people, you are part of Kenya. Na tutaendelea kuunga nyinyi mkono. Basi kutoka hapo kuna mambo ya TVET. Hii mheshimiwa alianzisha wakiwa na President William Ruto. Tumeweka pesa ya equipment. So hivi karibuni equipment itakuja, rais atakuja kuanzisha. Kuna hii shule yetu ya Zombe Girls, nimeambiwa haina dining. Si ndio? Mheshimiwa ameniambia unataka 20 million, lakini sasa nyinyi mchange zingine. Na ingine mtafute ya kina Kalonzo na brigade walete pia. Si hao ni viongozi. Kwani hizo tunajenga peke yetu? So serikali ya William Ruto tutatoa 5 million ya kuanzisha hiyo kazi. So madam mheshimiwa atafuata, will give you 5 million. Alafu uweke harambe. Uweke mimi mgeni ya heshima tukiwa na Kalonzo. Si tukuja na Kalonzo? Yeah. Tukuja tuchange. Kwani iko makosa? Si yeye ni kiongozi wa sehemu hii. Akija kuchanga hiyo dining tujenge iko makosa? There's no problem. Na mualike hata ile mzee akitendawili. Atumane hata kama ni 1200. Hata yeye ako na pesa. Asijifanye hana. Si ndio? Call all these people mheshimiwa. Na uandike mabarua ya invitation. Ndio siku tutakuja tuseme fulani tulimuita hakukuja, fulani tulimuita hakukuja, fulani. That is the way now ya kuleta viongozi to be accountable. Hatuwezi kuwa mnapigia mtu kura kila siku na nyinyi siku mko na maneno he does not show up. Si ndio? Si yeye siku ya uchaguzi mnaenda kumpigia na nyinyi mkiwa mnajenga shule si anatakiwa afike. Lazima afike. So serikali yetu ya President William Ruto tutaanzisha na 5 million. Then mheshimiwa mpange harambe mtuite. Na muite hiyo watu yote, watu wetu, hawa ya Azimio, kila mtu tukuje. Tuchange. Tunaweza hata sikizana na hawa tugawane nusu. Wachange nusu na sisi nusu. Hakuna shida mtendi, siko na mna hiyo. Yeah, they must also come and do development at home. They cannot just sit in Nairobi and press conferences. Kwani hii mashule itajengwa na nani? These are people from here. Hawa wajumbe pia wako na mshahara. Hawa watu wako na mali. Sio sisi peke yetu tuko na kitu. Hata Malobe mumuite. And I hope hapa ametumana governor. Na senator. Senator anapiga kelele mingi, kama angetoa pesa vile anapiga kelele ingekuwa mzuri. Muambie hao viongozi wasikuwa anapiga kelele peke yake. Wapige kelele from Monday to Friday. Saturday na Sunday ni siku ya kutoa. Si ndio? Hii kazi lazima ipangwe vizuri. Kelele Monday to Friday. Saturday na Sunday ni watu ya kutoa, alafu tunarudi kwa kelele Jumatatu. Lakini hawezi tu ni kelele. So, barabara ya Chuluni Nzombe Mwitika 44 kilometers, ndio? Hiyo I want to confirm. Rais ameweka hiyo barabara kama priority. Tumekuwa na matatizo. Mnajua tuliingia na nilisema pale Kasarani watu wakasema mimi ni mjeuri. Lakini mimi niongea ukweli. Watasema sasa huyu deputy president mbona anaongea ukweli mbele ya wageni? Sasa hata wageni si mzuri wajue ukweli. I said hakuna kitu tumekuta. Tumekuta mgonjwa ako ICU. Amewekwa mashini. Figo imewekwa mashini, roho iko mashini, maini iko mashini. Lungs iko mashini. Sasa surgeon wetu anaitwa Dr. William Ruto amengangana, ameanza kutoa mashini, ametoa, ameanza kupumua peke yake. Ametoka ICU ameingia HDU. Amekaa hapo mwezi 6, amesikia mzuri, ako kwa ward. Pale kwa ward ameanza kutembea, ameanza kukula, ameanza kuongeza weight, ameanza kukula nini. Sasa huyu mgonjwa anaelekea nyumbani, hivi karibuni ataenda nyumbani. Sasa akiwa nyumbani akule madawa hapo saa 7 asubuhi, saa 7 jioni. Akula kule kidogo ambiwe hapana wachana na hii saa 7 kula asubuhi na jioni. Akule miezi 3 miezi 6 ambiwe sasa wachana na manda. Si iko namna hiyo.
Kuna mgonjwa anaweza toka straight ICU aende nyumbani? Na hii anaitwa Kenya, anatakiwa atoke ICU siku hiyo hiyo ati saa 8 akuwe nyumbani anakula. Inawezekana? Sasa hii mtu alikuwa mgonjwa mahututi, si lazima atibiwe polepole? Sasa huyu mgonjwa ako kwa ward, na hapo ameanza hata kufanya kazi hapo kwa ward, kuongea, anatoka hapo anasalimia, anaenda kuota jua, ameongeza weight. Sasa huyu dalili ya kwenda nyumbani iko karibu na iko mzuri. So msikuwe na wasiwasi. Ni vile ilikuwa ngumu na ni vile tulipata deni ya 9.6 trillion. Sisi tulichukua hiyo deni, lakini lazima tutalipa kwa sababu ilichukuliwa kwa niaba ya Kenya. Sasa lazima tulipe. Tulikuta wakina mama hao wazee walikuwa pesa yao wanawekewa 16 months, hawapati ile 2,000. Sasa yote tumewalipa. Siku hizi tunawalipa kabla ya tarehe 30. Walimu tumeandika 56,000. Shule sasa zimeanza kuimprove. Pole pole. Pesa ya barabara, makontrakta yote walitoroka kwa sababu hawalipwi. Sasa tumetafuta pesa, tumeanza kuwabebeleza, tunawapatia kidogo warudi. Pole. Hii safari ni mrefu, lakini mimi nikiangalia mbele tunaona mwangaza. Hatuoni giza tena. Tumekuwa kwa giza lakini tumeanza kuona mwangaza. Na wazungu wanasema the darkest hour is just before dawn. Iko karibu kukucha. Saa ile giza imeshikana kabisa, asubuhi inafika. So things are okay na things are improving, na hivi karibuni mtaona matunda. Mkuwe tu na subra kidogo, mpatie rais nafasi, na leo usiku kutoka saa 1 mpaka saa 3 atakuwa katika television zote za Kenya. Mkuwe pale na redio mumsikize akieleza kinagaubaga safari ya Kenya ilianzia wapi, naelekea wapi, uchumi iko namna gani, amepanga namna gani, na rais wetu ako na maono, ako na mafikira nzuri, na ako na bidii, na amepanga vizuri. I can tell you nikiwa msaidizi wake, ako na bidii na mipangilio iko sawa sawa. Na hatuna wasiwasi, ni vile tu ilikuwa. Hata nimeona mtu leo, nimeona watu wameweka gazeti, na ni kweli siku Kibaki alichaguliwa walikuwa wanampigia kelele vile wanapigia William Ruto mwaka ya kwanza. Baadaye kila mtu alisema Kibaki amefanya nini? Inakuanga namna hiyo. The beginning is no, there are teething problems initially, and it's normal in our process, and we are okay. And I can assure you the president has a good plan, and he's got a good team, and he has the energy and the passion and the commitment to transform our nation. And I want to assure you this nation will be transformed. I want to ask you, the people of Kambani, to pray for the president, to pray for our government, and to be patient as we walk this journey together. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. And I want to say thank you. Na waziri, kwa sababu uko hapa, kwa ile chakula unapatia wengine. Si hata hapa nyumbani upange chakula. Yes, ndio. Si unajua hii ni wakati ya sikukuu. Sasa hapa utaleta chakula siku gani? Friday. Saa ngapi? Saa 4. Mtafanyia wapi county commissioner? Kwa kiwanja gani? Mtapanga hapo, DCC mtafanyia wapi? Kiwanja pale. Ya iko mchele, iko maharagwe, nini, mpange hii watu yangu wapate kitu ya Christmas. Tumekubaliana watu wetu. Siwezi kuja hapa tu nitoke namna hiyo. Si lazima hata nyinyi mpate kitu ya kukula. Mkipata mchele iko makosa. Mkikula mchele mnaweza kujikuna kweli? So hawa waziri ndio wanasimamia, na ni mtoto hapa nyumbani. And waziri, you are doing a good job. Wacha tuendelee kufanya kazi. So wacha tufanye ile kazi ambayo ilitulete hapa, na niko na salamu mingi sana kutoka